Mambo yanayomwathiri mtoto aliye tumboni kwa mama mjamzito. Afya ya mtoto aliye tumboni inafuatana na afya ya mama. Kwa hivyo, mama unapokuwa ni mjamzito ni wakati au kipindi cha kuwa makini sana, kwa sababu unakuwa umebeba uhai wa watu wawili. Kwanza kabisa wa mtoto, lakini pia kwako wewe mama mjamzito. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo unapobeba ujauzito inabidi uvipunguze, kwa sababu ndio chanzo kikubwa kinachomwathiri mtoto na mwisho wa siku kupelekea hata mimba kuweza kuharibika. Jambo la kwanza ni matumizi ya dawa ama kemikali. Kwa mfano, unapokuwa kipindi cha kwako ujauzito kwako wewe mama, kuna baadhi ya mabadiliko mbalimbali ya mwili ambayo unaweza ukawa unayapata. Kwa mfano kama vile mama mjamzito unaweza ukawa unakumbana sana changamoto ya maumivu mbalimbali ya kichwa, maumivu ya tumbo, maumivu ya kiuno. Sasa unapopata hizo changamoto, hebu punguza matumizi holela, especially ya dawa za antibiotic. Unapotumia hizo dawa zinapelekea kwenda kumwathiri sana mtoto aliye tumboni, na ndio maana ukifuatilia sababu za wanawake wengi ambao mimba inakuwa imeharibika, na kwambia daktari, mimi nilikunywa dawa, nilikuwa nasikia tumbo linaniuma, ghafla nikaambiwa mimba imeharibika. Sababu ndio kitu namba moja kinachopelekea kuathiri sana ujauzito na mtoto aliye tumboni. Lakini jambo la pili ni umri wa mama. Mwanamke unapokuwa chini ya miaka 18 na juu ya miaka 35, hicho ni kipindi hatarishi sana kwa matatizo mbalimbali wakati wa ujauzito. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa chini ya miaka 18 ndio kipindi ambacho mfumo wako wa uzazi unakuwa haujakomaa vizuri. Kwa hiyo unapobeba mimba hapo jitahidi kuwa angalizo sana. Lakini unapokuwa na miaka 35 kwenda juu ni kipindi ambacho mfumo wako wa uzazi unakuwa umepungua ubora. Na ndio maana huwa ninapenda kushauri, kama umebeba mimba na uko miaka 35 kwenda juu, hebu jitahidi sana kutumia virutubisho mbalimbali ambavyo unaweza ukawa unashauriwa kwa mtaalamu wa afya ili kukuepushia changamoto za mimba kuharibika. Lakini jambo la tatu ni magonjwa ya mama, mfano kama vile pressure, kisukari, magonjwa ya moyo, VVU na kadhalika. Haya ni magonjwa ambayo sugu na hatarishi sana, ambayo yanamlazimu sana mama kuweza kubadilisha afya yake mbalimbali ya kwenye mfumo wa mwili kwa ujumla. Kwa hivyo unapokuwa na haya magonjwa, mimi huwa ninapenda kushauri jambo moja. Hebu jitahidi sana kuwahi clinic kwako wewe mama mjamzito, ili kupata special program kwako itakayokusaidia kuepukana na hizi changamoto ambazo zinaweza zikakuathiri ukuaji wa mtoto. Lakini jambo lingine ni mawazo au stress zilizopitiliza. Unapokuwa na stress, kwanza inakuathiri wewe mwenyewe kimwili, lakini pili inamuathiri mtoto aliye tumboni. Lakini jambo la tano ni lishe duni. Mfano kama mama mjamzito unakuwa na matumizi madogo sana ya baadhi ya virutubisho, kwa mfano kama virutubisho vile folic acid, madini ya chuma au madini ya calcium, ambavyo ni vitu vya msingi sana kwa ajili ya ukuaji wa mtoto aliye tumboni. Kwa hivyo huwa ninashauri sana, unapokuwa kwenye kipindi cha ujauzito, jaribu kutumia sana vyakula ambavyo unakuwa umeshauriwa clinic au kwa mtaalamu wa afya, ambavyo vitasaidia sana katika ukuaji wa mimba yako. Kwa hivyo kama wewe ni mjamzito, hebu jaribu kuepuka baadhi ya mambo ambayo nimeyazungumza hapa kwa lengo la kuweka afya bora ya uzazi kwako pamoja na mtoto aliye tumboni. Lakini pia kama ni mwanamke na unasumbuka na changamoto yoyote ya kwenye mfumo wa uzazi, basi unaweza ukachukua namba zangu kwenye bio ukanipigia simu moja kwa moja nikakushauri njia nzuri za kuepukana na changamoto inayokusumbua.